Na kuhurumia sasa, ndio maana siku ile nikakwambia uandae mafagio ya kutosha. Kazi zile ndio mimi nisizozipenda. Sio masharti hayo. Yaani yule mwanamke yule kanambia, "Bwana sawa, mimi nimekupenda. Umeona bwana ukitaka unioe, unaona bwana uniletee mbuzi." Mbuzi mnyama au hii mbuzi ya kukunia nazi? Mbuzi, yaani yule mwanamke ana mbuzi wake, kaibiwa. Sasa hiyo polisi kesi hiyo inakuhusu nini? Sasa mimi si ndo mjumbe. Naambia mjumbe, fuatilia kwa wananchi wako. Umeona mimi mbuzi wangu kaibiwa. Mpate mbuzi, ukimpata mbuzi ndio atafunga. Yaani kuna ili kwa mjumbe swala dogo. Alafu ndo mahali hiyo. Sasa kama watu washamla supu ndio ushamkosa mwanamke. Sasa ndio hapo ndio nikasema ndugu yangu ngoja nije kwako. Uje unisaidie. Unajua ile mbuzi ile mimi nimeona hakuna Fadhili. Umeona. Sasa sijajua wala mbuzi pale. Umeona bwana kama nakumbuka leo nikakwambia bwana Fadhili. Maana nimekuta mbuzi kaniambia na matatizo. Kumbuka sawa. Ile siku unakuja unagonga unasema kila ukigonga mbuzi analia. Kila ukigonga mbuzi analia. Nimeona na Fadhili. Sasa kila nikitaka Fadhili tuongee, nikwepa. Nikwepa. Nikaenda pale mbuzi sijamuona. Umeona bwana? Na yule ndio kumwona ameniambia kwamba yule mbuzi yule ana baba, ana mama. Umeona bwana? Kaumbwa tukashuka. Wazazi wake sio wamekufa, sio mimi hata sielewi. Natoka huko napita, namkuta mbuzi kama yule kadogo kamefungwa kamba. Lakini sasa yule kuna mama yake na baba yake. Lakini sasa nikakumbuka. Yule mwanamke aliniambiaje? Yule mbuzi yule ana baba, ana mama. Yatima huyo. Lakini mbuzi wakuta pale, yule mbuzi kadogo yuko na babake na mama yake. Nikaangalia, nikasema sio huyo. Kajiuliza ndio huyo, sio huyo. Ndio huyo, sio huyo. Kwa sababu yule kuna babake na mama yake. Sisi nikamchukua hapa, wakaanza yeye mtoto wetu, yeye mjumbe, yeye kuna sio shida. Huyu sio. Huyu yuko na wazazi wake. Kamwacha. Sasa usikute wale wazazi nao hawakupata mtoto. Kwa hiyo wakaenda kumuomba yule mtoto pale kwa kina Fadhili, wanamlea. Kwa anaweza kaa ndo huyo. Sasa nikawaza, nikaona ndugu yangu ana ukaribu mzuri na Fadhili. Ndugu yangu, naomba ndoa nzuri, unajua. Kana Fadhili ongea naye. Katika hili tubebe familia. Yaani familia tubebe. Kana Fadhili ongea naye. Mbuzi iko wapi? Yaani mimi nioe. Sawa. Ila una uhakika mbuzi aliyoko kwa Fadhili ndio unayemzungumzia? Ndio nimemuona. Nimeenda mbuzi hayupo. Fadhili tunane kanikwepa. Sema sasa. Kwenda kwa ndugu yako. Hilo limeisha. Fadhili kanae. Limeisha hilo ndugu yangu. Kama una uhakika mbuzi aliyoko pale ndio unayemuelezea hapa. Hilo limeisha. Nakuamini. Aminia hiyo. Familia yetu inasifika kwa misimamo. Umeelewa? Hilo limeisha mdogo wangu, ongea lingine. Umeacha nimeacha. Na oa. Mume wangu, kwa hiyo kama nilivyokuambia, shoga yangu amekuja hapa, ana matatizo, tutakuwa naye ndani ya siku 2-3. Huyo ndo shoga kuna nani vile? Anaitwa Nyantu. Nyandu? Nyantu. Nyantu. Hiyo lazima kidogo ulimi uwe mzuri kidogo. Karibu bwana. Haya, asante. Karibu sana, jisikie hapo nyumbani. Asante. Mimi si kashakutambulisha? Mimi ndo mke wangu. Shoga yangu, jisikia amani, usiwe na mawazo wala nini, kuwa na amani hapa umefika. Sawa, najisikia kama uko kwako. Sawa. Karibu sana. Kingine? Kama vile nilivyokuelekeza, mimi na yeye tutalala kitandani alafu wewe utalala chini. Hiyo haina shida.
Mimi bwana hata ukiniweka hapa nje hapa, mimi nalala tu. Yaani wewe tena mimi mke wangu nitakupingaje tena? Alafu hajawa mgeni bado. Simu yako imeshtua ile. Kuna jambo gani tena kwa bwana Mandieta? Nakwambia njoo nyumbani, wewe huwezi kuongea nyumbani, naomba tukae sehemu tuzungumze. Kuna jipya gani tena? Maana sasa hivi bwana mimi nimekuwa mtu wa kila siku jambo jipya. Yaani babangu mdogo tokaje? Nimekuwa mtu wa kulia, mtu wa kuwaza, kufikiria, kuumiza kichwa. Yaani bora mimi. Mdogo wangu ndo usiseme. Nashi. Anakuwa chizi. Mimi nafikiri tuende kwenye pointi. Bana, lengo la kukupigia ile simu hapa mtaani bwana, kuna story ambayo imezagaa. Nikaona sio kweli. Maneno yanayozungumzwa huko unaweza kuyachukulia poa, lakini hayako poa kiasi hicho. Maana nikaona nikuite. Pale nyumbani kwenu bwana, kuna mbuzi ambaye ndani ya siku 2-3 hizi alikuwepo pale. Mbuzi? Sasa shida sio mbuzi. Shida ni mwenye mbuzi. Mbuzi? Yes. Kwangu mimi? Pale kwako kuna mbuzi yupo. Hapana. Hilo jambo geni, hapana. Bana, yaani mimi mpaka nakuita. Maana yake hilo jambo sijalisikia leo wala jana. Na tatizo sio mbuzi. Tatizo ni mwenye huyo mbuzi. Sio, unanielewa? Kusikia? Ndio shida iko hapo. Nikaona ndugu yangu hapa atapotea. Ndugu yangu atapotea kwa sababu huyu mwenye mbuzi ambaye anadai kupotelewa na huyo mbuzi ni mtu hatari. Ni mtu ambaye anaogopeka hapa mtaani. Yaani anasifika kwa hizo anaita sayansi za giza hizi sijui. Mandieta. Mimi kwetu hakuna mbuzi. Sijawahi kufuga kitu chochote. Sio mbuzi. Yaani kitu chochote. Huyo kuku tukufuga kwangu mwiko. Nitafugaje mbuzi? Fadhili, ngoja nikwambie kitu. Labda utanielewa. Huyo mwenye huyo mbuzi ameisha toa taarifa. Kaenda kwa mjumbe, kaenda wapi? Anasema hivi, ametoa wiki hii moja huyo mbuzi apatikane. Asipopatikana atakachokifanya, ule mbuzi actually ni kadogodogo, ni katoto. Sasa hakana mama. Atakachokifanya ni huyo aliyemchukua huyo mbuzi atamgeuza kuwa mama wa kale katoto ka mbuzi. Kwa kufanya masuala ya kula. Nimpikie. Mimi nitakuwa kwa naye hapa tunapiga story. Si unajua mgeni siwezi kumwacha peke yake. Kweli kabisa. Hiyo sawa. Hiyo haina shida. Mke wangu, mimi tena ngoja nimwandalie. Sasa hivi anakula. Fanya hivyo basi. Mchana kiboko. Kwa anaenda anapika. Mbona jambo dogo? Si anapika tu jamani. Kwani kuna tatizo gani? Wewe usijali, utakula hapa, utapumzika. Niambie mambo mengine. Safi tu. Kwa hiyo mjengezi mwenzio toka kuacha. Ndio kaondoka. Ngoja niandae sasa hivi hapa nakula. Usijali shoga yangu, sasa hivi unakula. Shoga tena wewe kiboko. Nini anapika hapo? Anamaliza. Mbona jambo dogo tu hiyo? Jamani, si anapika tu. Mambo mengine. Mke wangu. Hii sufuria inatosha? Inatosha. Na haya maji? Yanatosha. Tupo watatu tu hao, sijali. Nikajua niongeze. Mna yanatosha. Sawa. Mke wangu. Si chumvi kwa wapi? Sasa mwanangu, chumba si hicho, angalia huko ndani. Unataka kufanya taratibu hadi mgeni yeye. Huyo mbuzi nitamwezea wapi maskini ya Mungu? Ya Rabbi toba, Fadhili mimi na familia yangu. Ndugu yangu, Fadhili. Unielewe, kama ndio wewe, manake wewe utageuzwa kwa mama wa yule mbuzi. Na yule mbuzi atakuwa na kunyonya.
kama ni baba yako mdogo naye hivyo hivyo atakuwa ananyonywa naye pia. Kama si nani yako yule si mdogo wako si naye hivyo hivyo. Kwa yule mdogo wako mimi sina tatizo, Yesu wa kike. Hofu yangu kwako. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kama kuna mtu kamuiba, mfano labda kama unavyozungumzia familia yako, labda baba mdogo au mimi hapa bwana Fadhili au mtu yoyote, kwa hiyo yule mbuzi anakuja anamnyonya, anaenda mnyonya baba mdogo au ananyonya mimi. Atakuwa mama yake. Mfano. Mfano atakuwa mama yake, yani atakuwa ananyonywa hivi. Mandeta. Ni bwana kwetu kuna mbuzi. Hakuna mbuzi kabisa. Na angekuwepo mbuzi ningekwambia, kwani nikufiche? Wewe ndugu wangu nikufiche? Fadhili uko tayari kunyonywa. Lakini pale kwako kuna mgeni ujue. Yule babako mdogo. Lakini kwa nini unamkwepa mjumbe? Yaani mjumbe akipita kulia wewe unatokezea kushoto. Akipita kushoto wewe unakatiza kulia. Yaani kwa nini mnakwepana? Mandeta. Mimi siwezi kumkwepa mjumbe. Sema tu labda huwa tunapishana. Yeye akiingilia huku, mimi naingilia huku. Yeye akienda mashariki, mimi naenda magharibi. Akienda magharibi, mimi naenda kaskazini. Akija kaskazini, mimi nakwenda kusini. Kwa nini mkimbie? Yaani hujaenda kumtambulisha mjumbe juu ya ujio wa yule mgeni. Alafu kingine kuhusu baba mdogo Ibrahimu, yule hapa sio mgeni. Baba mdogo Ibrahimu kazaliwa eneo hili. Baba mdogo Ibrahimu kakulia hapa, sema tu harakati za maisha kabidi aondoke zake South Africa. Sasa mimi nitaenda kumtambulishaje kwa mjumbe? Ikiwa wewe ndugu yake unamjua baba mdogo Ibrahimu toka mdogo, nilikuja naye kwako, nikakukumbusha ukamkumbuka. Hivi wewe unamjua? Hivi yule bwana mjumbe atashindwa kumjua Ibrahimu? Haya, nitaanzaje kumtambulisha? Sasa bwana Fadhili, wewe hebu fikiria mimi ambaye nilikuwa mkubwa kipindi hicho wakati anaondoka, lakini nilichukua muda kumkumbuka. Je, mjumbe ambaye hata ujumbe alikuwa hajaupata, alikuwa bado kabisa, atamjua wapi? Lakini ukienda kumkumbusha, bwana huyu ni mgeni yupo kwangu, amekuja nyumbani kwangu, ni baba yangu mdogo, kifupi amezaliwa hapa, sema aliondokaga muda, naye sasa atakumbuka, okay kumbe ni mzaliwa aliondokaga. Basi hamna shida. Lakini hapa watu wengi hawamjui kizazi hiki cha sasa hivi. Kwa anamchukulia mgeni. Umeona? Lakini ukimtambulisha kwa mjumbe na mjumbe akaelewa kumbe ni mzawa, basi tunaisha. Mimi yani nifuge mbuzi mimi? Mimi mbuzi ndamfugia wapi? Hapo kwenye mbuzi ndugu yangu ndio uwe makini. Yaani mimi tu nikwambie ukweli. Nisikize Mandeta. Hilo swala la mjumbe kumtambulisha nitalifanyia kazi. Naomba uniachie mimi. Nitafanya kama ulivyonielekeza. Ila hili la mbuzi mimi ndo nalipinga. Mimi na mbuzi wapi na wapi? Mimi na wapi na wapi? Yaani mimi na wapi na wapi? Huyo wapi na wapi na mimi? Unajua mpaka nakufuata. Sikutaka watu waanze kusema mbona ukutuambia na nini mpaka tatizo. Yaani tatizo limekuwa kubwa. Ningesema mimi Fadhili ndugu yangu yule. Bwana, nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Kazi yangu niliyokuwa mwanzo naifanya vizuri, tena vizuri sana. Ila nakutuma kwa kina Nzegema. Kamwambie hivi, leo kuna kazi ya watu 3. Ila wewe nitakupa kazi yako moja tu. Sawa mkuu. Mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri sana. Nafikiri sijawahi kuangusha hata siku moja kwenye kazi ambazo unanituma. Kila unaponituma basi nafanya kazi vile ambavyo wewe unavyotaka. Na hata kuhusu ujumbe ambao umenifikishia nikamueleze Nzegema, basi nitaufikisha kama ulivyo. Mgeni kaja.
mgeni kaja.